kazi bora, lakini waliofanya kazi bora zaidi ni nyinyi. Hebu mjipigieni makofi. Wow. Sasa wacheni niwaambie siri. Nyinyi tayari ni walimu, si ndio? Nyinyi tayari ni mmekuwa mkisoma na mkifanya revision na wakufunzi wenu, si ndio? Sasa leo Kenya imebaki sio kusoma tena. Ambia jirani, leo sio siku ya kusoma tena. Basi kama sio siku ya kusoma, ni siku ya kufanya nini? Hapo ndio nataka ukue makini. Tunaelewana? Singida oye! Singida oye! Walimu mupo? Safi. Leo ni siku ya kufanya kitu yenye naitwa reflection. Wacheni wapatie mfano. Wachezaji mpira ama wale wanacheza football, wakienda uwanjani wanaenda na idea moja, si ndio? Na hiyo idea ni nini? Hiyo idea ni nini? Kushinda, si ndio? Ushaiona wa timu wa football, tuseme Manchester na Arsenal, wakiingia pale kwenye field, Manchester anasema ni kama Arsenal itatupiga leo. Ama wanaenda wakijiamini leo tunafunga. Wachezaji how do they say? Those who love football mupo? Siwa wanaenda kama wanajua wanaenda kushinda, si ndio? Na mimi nilishawaambia, nishatabiri. Dalili ya mvua ni mawingu. Na leo nishaona dalili ya ushindi. Na hiyo ushindi utaletwa na kitu yenye inaitwa reflection. Usianze tena kutoka hapa, unafungua unapeperusha mapages. Sijui hapa, sijui ataleta wapi, sijui itatoka wapi, sijui. Hebu nisome ile. Sijui Mr. Mbaga alisema nini? Mwalimu Simon alisema ile siku bana hapana. Hapo utajichanganya. Ukitoka hapa, nimesikia wakisema zile subjects zenye zinawacombine zitakuwa Jumatatu na Juma ngapi? Si mko na timetable? Sasa leo nataka kuwapatia trick. Na hiyo trick ukisikiliza kwa makini, utakuja kuwa profesa. Unanielewa vizuri? Chukua somo la kwanza ya Jumatatu. Usiende kufungua pages, sijui topics, hapana. Reflect kwenye mind yako sasa. Anza kutembea, wanaona ni kama unaimba, lakini kuna vitu za maana unapitia pale kwenye mind yako. Unasema hii question ikikuja hivi, nitafanya 1 2 3 4. Ukifika kwenye chumba kwako pale unalala, utakuwa umemaliza kama subjects 2 bila kuangalia karatasi yoyote. Huyo ndio mwanafunzi amejiandaa. Sijui kama mnanielewa. Msianze kwenda kufungua pages wakati wa pages zishaisha. Sasa tuko kwenye wakati wa reflection. Na hapo kwenye reflection nataka usisitizie sana the what and the how. Nikiulizwa hivi, naweza kuleta points gani ili nijiexpress vizuri? Alafu kuwa kama unajieleza, hata kama unaweza simama kwenye mira, uanze kusema, mimi ni Joan. Hii ni swali ya hivi. Ikiletwa hivi, answer ni 1 2 3 hivi 4. Na kwenye hizi answer, ili hii kitu ifanyike, wanafaa kufanya 1 2 3 4 5. Na ikifanyika hivi, watakuwa wamefaulu kwenye 1 2 3. Ongea, anza reflect hizi vitu na utaona kila kitu inatembea shwari. Hapa tuko sawa? Cha pili, nimeona confidence, muko na confidence yenye sijaiona. Hebu mjipigie makofi. Yaani nimewaangalia hapa, nikasema, yaani dalili ya ushindi imepaa. Mbinguni imewekwa tick na nchi pia imewekwa tick. Kwa sababu confidence yenu iko kwenye kiwango cha juu. Sasa hiyo confidence ndio nataka kuanzia Jumatatu uingie nao kwenye chumba cha mtihani.
Usiogope. Usipoogopa utaona ushindi wa Bwana. Amina. Sijui kama mnanielewa. Amina. Ukiona sijui unaingia kwenye mtihani, usianze kupanic. Usianze kuogopa. Hizi ni vitu za kawaida. Sawa? Hiyo the same confidence yenye mmereflect siku ya leo ndio confidence yenye nataka tuingie nayo kwenye mtihani. Alafu maswali how is this called? Don't rush to respond to questions. Take your time, ni siku yako. Reflect, kuwa confident ndio uanze kujibu yale maswali. Na ukiyazingatia haya yote, watajua hawajui. Ambia jirani kutaeleweka. Watajua hawajui. Mnanielewa vizuri? Alafu kuna hii scripture yenye napenda kutembea nayo sana. Inasema, He will do exceedingly, abundantly, above what you ask for. Inamaanisha, ukiamini Mungu, atatenda kuliko hata yale unayafikiria, na atayatenda kuliko yale umeomba, na atayatenda kuliko yale hata umetamka. Inamaanisha kwenye mtihani, ukiamini ati yale yote mliyofunzwa, yale yote mliyosoma, yale yote mliyorevise, ukiamini ati Mungu atakuwezesha siku ya mtihani, atakuwezesha kwa kiwango cha juu kuliko hata vile wewe mwenyewe unafikiria siku ya leo. Na ushindi utakuwa ni wako. Sijui kama mnanielewa. Na tena Biblia inasema, those who know their God shall do exploits. Inamaanisha nini? Sisi kama chuo cha Singida, kule mwanzoni kwa zile kanda nilitembelea, niliwaambia we are known for excellence. We are known for excellence. Na yale makanda yenye sikuwatembelea, naomba mniwie radhi. I'm very sorry for those regions where I did not visit. But for the regions where I visited, niliwaambia we are known for excellence. Inamaanishaje? Ukienda kwenye mtihani, enda kama mtu mwenye anajua I'm already a conqueror. I'm already a winner. I'm already excelling in this examination. I have already succeeded. I have already prepared, and this is the time to show the ministry that what we have learned and what I prepared for, I am ready to write it down. Sijui kama mnanielewa. Na ukifanya hivyo, trust me, the sky will be your stepping stone. You will pass and not just pass. Kama tulivyosema kwamba Mungu ndio kila kitu kwa sasa hivi, si ndio? Mungu ndio kila kitu, kwa hiyo tuhakikishe kila dakika tuishi kama Enoko. Enoko yeye alikuwaga akivuta pumzi anasema asante, akishusha Mungu, asante Mungu. Ndio maana Mungu akaona anapata shida sana duniani, akaamua kumchukua. Kwa hiyo na sisi kwa hiki kipindi kichobaki hizi siku 3 ni wakati ambao tunatakiwa pumzi yetu, ukivuta wewe sema asante, ukishusha Mungu. Wakati unakuja huku kuna mtu amechukua picha yako ameipeleka kwa babu, hiyo usisahau. Kuna mtu amechukua picha amesema huyu mimi nilimwambia mpaka anakufa awe na grade A. Sasa mbona kama anaenda kufanikiwa? Tuwapige, si ndio? Tutawapiga hapa leo. Kuna wengine wamechukua picha yako wameweka kabisa kwenye jeneza. Nyinyi mnaweza msielewe, haya mambo ni ya ulimwengu wa roho kwa sisi ambao tuko kwenye roho. Wanafunzi 3600 hapa, sio wote ambao familia zetu, koo zetu zinatamani kuona tunahama kwenye level ya elimu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo pamoja na kupigania mitihani yako, kuombea, lakini kiwezekana kwa sisi ambao tuko kwenye roho sana, saa 9 usiku wa leo tuungane kwenye maombi. Amina. Mimi naamini kwenye maombi ya usiku wa manane.
Kwa hiyo ikiwezekana tukubaliane saa 9 kamili uamke, weka alarm, omba Mungu, uanze mtihani salama mpaka unaisha. Nawaambia hivi kwa sababu na experience. Wanafunzi wanakuja kufanya mitihani, amejiandaa vizuri, mtoto wa watu anafika, anaingia siku ya mtihani wa kwanza, kichwa kinamuuma, kizunguzungu, kumkipeleka hospitali, afanye mitihani. Lakini ukiangalia kwenye roho unaangalia kuna shida, si ndio? Kwa hiyo leo saa 9 usiku tuungane wote ambao tuko kwenye roho, tufanye ibada kumwomba Mungu, tukianza mitihani Jumatatu tumalize. Kwa sababu ukifanya Jumatatu na Jumanne, Jumatano ukaumwa, ina maana hiyo diploma hauna, si ndio? Sasa kazi yote ya miaka miwili shetani aje ivuruge kwa siku moja. Tusikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusikubali huyo shetani, tumpige. Na wanafunzi wote waliokuja kufanya mtihani 3600 siku ya Alhamisi tukutane kutakiana heri kwamba wote tumemaliza mitihani salama. Sasa nikaongea moja kuhusiana na mwaka wa kwanza, si ndio? Si wanasubiri huko? Waambie waendelee kujiandaa, waendelee kuandaa ada. Nikisema hivyo umenielewa Waambie waendelee kuandaa ada, pamoja na kwamba atasoma miaka mingi, lakini waandae ada. Mambo yatakuwa vizuri, si ndio? Wale ambao tumekutana sana darasani kwenye falsafa, wanafunzi wangu wa falsafa, nilikuwa nawaambia direction is much more important than speed. Others are going nowhere very fast. Mmenielewa kwa Kiswahili? Yaani mtu ambaye anaenda uelekeo sahihi ni bora huyo kuliko anayekimbia. Kwa hiyo usikimbie pasipokuwa na mwelekeo sahihi.